Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Happy new Sunday. Are we excited? Are we expectant? Because God gave us this day, and therefore we remain expectant of him. Na bado anaendelea kutubariki kwa nyimbo, kwa matoleo, kwa kila hali anatubariki, na sifa na utukufu zimurudie. Jina langu ni Mwiruri Kimani, na zaidi ya hayo Mungu amenihifadhi, amenilinda, ameniokoa siku ya leo. Ndio maana ninamshukuru kwa sababu hata pia ya nafasi hii amenipa ili tushiriki pamoja, ambao sio mara yangu ya kwanza kuwa katika kanisa hili. Najua tumaini ya kwamba tutaendelea kuwa marafiki, na sio mara yangu ya mwisho, na Mungu aendelee kuwabariki katika jina la Yesu. Let us appreciate our parish minister wherever she is. Mungu ambariki, ambaye ametuunganisha pamoja kwa siku ya leo. We also let us appreciate our elders also. And also, again, we appreciate our choir for the good work they have done. And finally, our praise team, Mungu awabariki sana. Thank you. Thank you very much. And also our teams that are taking care of our teens and our youth. May God bless you. Let us appreciate them in Jesus' name. And finally, but not the least, tell your neighbor, I also appreciate you kwa siku ya leo. Mwambie, I appreciate you. I appreciate you. Mungu abariki siku ya leo. Na nimetoka Abadea Presbytery ambayo iko Bonde la Ufa. Abadea Presbytery, specifically Meharati Parish. Hapa kuna watu wa Kipipili. Ni hinyamono di hado jage mundu wa Kipipili. Watu wa Kipipili. Lazima iwe mtu. Lazima iwe kuna mtu wa Kipipili. Let's appreciate that person. At least niko na neighbor. Leo sisi tuko pale Abadea Presbytery hosts about 3 constituencies. I think Gilgil, it hosts Kipipili, and probably some part of Kinagop, kidogo sana Mawingu, and then Olkarau. Na mnajua Olkarau tulifanya ile kitu, si ndio? Tulifanya ile kitu. Tunakula usiku, tunapika kula mahali ingine, lakini saa zingine serikali iko na shida. Politics. May God bless her, but at least we people make their decisions. Can I go? And those are decisions. You vote, even 2027, please make sure you vote the right way. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tunaenda Singapore, you vote the right way. Tunaenda Singapore. Ama bado sisi ni mahasura. But the devil is a liar. May God give our leaders wisdom to lead. Amen. Bibi yangu anaitwa Jane, na tumebarikiwa na watoto wawili, Caleb and Ezra, and I thank the Lord. And I'm celebrating today, even as the elder was telling us about celebrating 25 years. 25 years I was nilikuwa college mahali. But the thing is this, it takes a reflection to see what the Lord has done. Amen. It's not just celebration. You are recognizing the sovereignty of God in a particular journey, and your intimate walk with him, and the experiences that he has given you, and the blessings and the breakthrough he has seen you. Wengine walitandikwa na COVID, wengine familia zinakuwa, all those kind of words, yet God has stood with you. You can only look back and just say like Samuel, take a stone and plant it between Mizpah and Shen, and say, thus far the Lord has taken us. He is Ebenezer. Praise be to the name of the Lord. And therefore let us celebrate our God in Jesus' mighty name. I'm bearing one year since ordination. The ordination last year, September. I think in mwaka moja inaisha. And even looking back, I can only give thanks to God. Amen. Hapa, unajua nyinyi Nairobi mnastahili mnasifu Mungu mzuri. Msicheze kutunza Bwana. Nie ndio kudukora kwa TV. Nyinyi mnaambiwa Meharati hakuna hizi vitu. Tumehamwe. Hakuna mambo ya keyboard. Mimi hata naona kumbuka kuna keyboard hapa. Hivyo toe darama. Inyo mweke keyboard. Na tulio kanitha mwe, hallelujah. Kana tiguo. Riu ithuĩ na inyuĩ nĩ amagu nĩ gũtungata makĩria.
ina your neighbor do aso gwĩkwithia wĩra-inĩ wa Ngai tungata tiranga kana tiguo, because ministries differ and all this kind of, we go through different challenges kana tiguo. Yeah, lakini tukikuja hapa tunabarikiwa pamoja na nyumu kameharati tukamuohera waru na miji kana tiguo no nyumu kaho na kana tiguo. So we interact economically, we interact, but spiritually we grow together. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Let us celebrate our God for blessing us this far. He is Ebenezer. When I was reflecting nilikuwa najitayarisha kuja siku ya leo jana hili neno ambalo tumesoma kutoka kitabu cha Ruth, ndipo Mungu alinipatia katika roho yangu, pia nikaambia Mungu pia mimi ninaponena hili neno pia mimi nikabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa nakumbuka asubuhi baada ya kwanza, siku moja ilikuwa mwaka karibu, I think it's around 2004. Sasa tulikuwa tunatoka kwa maombi, tumetoka kwa maombi, mimi nikaambia wenye tulikuwa naomba nao, tulikuwa tunafikisha kama saa 6. Nikawaambia mimi kitu ambacho sifanyangi, silalangi kwa mtu, mimi naenda kulala kwangu. Hata siku ya leo ikigwa de kipipiri nataka kulala kwangu, nitatembea tu na I drive and I come to Kiambu na ninalala. But the thing is this, hiyo siku nikiendelea nilikuwa nimebeba kama mbuli kanatoshana hii microphone. Vieti huo ni kwa matope kamteremko vika nikakutana na mbwa 4 zinabweka tu zinataka kunikula. But let me tell you, I could not run away because matope ilikuwa mingi. Sasa mimi nikasema lazima nipigane na mbwa ili nijiokoe kana tiguo. Na siare guinya na togui. Unajua kuna mbwa, kuna gui na togui. Togui ni kale gakoga gaishoka thutha wake. Lakini mbwa gui nere koga gioka kuri yori. That is what I'm talking about. Zilikuwa 4. North, east, south, I was covered. Na uneo toina gatuko ganya mojoru na milimo itikihota weka hata sionaga gia kana. Sasa mimi nikasema wacha nijipiganie. Nikazungusha mamvuli yangu kama kafuri kale ulitu todo physics yukaga, you know, the weight load. Mimi sio mwana science. Weight yethia no ne joy ati kula kwenda weight it pulls, right? Riu ndahiuririe gafuri tondu nega tunguna guku mbere gagithie mugunda nikaachwa na kachuma. Sasa yale kale kachuma nikasema sasa hii lazima ni dunge mbwa zikufe ili niweze kujiokoa. Lakini pia ile chuma hiyo ndio tu si kitu ambacho siwezi kuelezea chuma ilichomoka kwa mikono aje. Lakini ile mzito najua hiyo ni science. Lakini hii nyingine sijui. Nasemanga ni Mungu alininyang'anya. Alafu kidogo wewe unasemanga Mungu haongeagi. Anoe kanina wapisi ile mwende. Mutikayo sho ando mateo sho kuga gaidaragia. Gaini aragia Mungu anaongea na unasikia tu akiongea. Bwana Yesu asifiwe. No ruthena wito ru ogirado ni urarerio ni Ngai. Hallelujah. No mwaka wetio muira. Let a witness. Sasa mimi nikasikia sauti inaniambia simama imara. Stand still and know that I am God. Leo ni gwinira hutia mufuto nirenda kodea. Let me tell you, igeregire kuigwa mugambo ucio niko muteramuko. Hallelujah. Ningeanguka nikinama tuli hamwe ndigiagoirio igiagoirio oge na noe wagwo oge nyama ya serikali imeenda, si ndio? Ureona guku thutha na noe ndungihona kwi kundu gutahona go leo. Lakini Ngai etikirire jeke atia. Lakini I remember when I hear that voice, use what you have, and I look at my hands, mikono yangu haina kitu, nitumie nini? Then Mungu akaniambia sauti, hii sauti ambayo ninanena siku ya leo. Nikaanza kunenea mbwa katika jina la Yesu Kristo, nyamaza. Na nikakumbuka Ephesians chapter 3 verse
20. And that's why if you ever hear me pray, I never leave Ephesians chapter 3 verse 20. Now unto him who is able to do exceedingly abundantly above that which I can think or imagine through the power that works in me. Nikajua sio kesho, ni saa hii. Unaona ile word ile ya kwanza pale, now. Unaona hiyo word? It is now. Then the last words, that power that works in us. And therefore nikaanza kunena na winyinyi umbwa nyamaza. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, sikiguruka makeria maita mana matano, ria mugwanja ikihorera, igicoka ikiumagara, ikindiga ndugamite, ngira Ngai urogocwo. Hallelujah. Stand still and know that I am God. Even now today God is at work. Bado angali anafanya kazi. Simama imara katika jina la Yesu Kristo. Stand still. Just like we are being reminded by Naomi. Naomi na familia yake walikuwa naishi Bethlehem Juda. Na neno Bethlehem Juda likitafsiriwa linamaanisha nyumba ya nini? Ya mkate. Wakati kuliingia kiangazi, nyumba ya mkate ikawa haina kitu. Naomi na familia mzee wake Abimelech na watoto wake Malon na Kilion wakaondoka. Maevima keigira furori wa Moabu. And now they are moving from the house of bread because of famine, and they are entering into a house of Moab, an incestuous nation. That's what they are entering, thinking that they will find a solution. And hata hapo Moabi mzee amekufa, watoto wakafa, akaachiwa na binti wawili ambao ni Orpa na Ruth. Akawaambia, sasa kuona vile mambo yamefanyika, na waomba rudini kwa watu wenu. Orpa akachukua mizigo kama vile mnajua Karundi. Naye Naomi akaambia, na Ruth akaambia Naomi, mimi sikuachi. Pale utaenda, tunaenda na wewe. Tulio hamwe adwa nyumaro twekadwa ito. Kulio gakwera kuni kuogakwera. Turadhie nawe Naomi, sikuachi kamwe. Naomi wakachukua na Ruth na wakaanza safari. Walipoingia Bethlehem Juda, watu wakawaona. Wamama pengine kwa kijiji wakaona mama ameingia, wakakumbuka huyu ni Naomi. And the name Naomi means pleasant. Kitu ambacho na kethweli ne kuacha. Nwe toro kethweli kya kwirire kadaka na kwirire. Kero areire goko. Now pleasant means what in Kiswahili? No na nyumo leo na thina ndire wika. Now them Naomi means pleasant. Kitu ambacho ni cha kupendeza. Bwana Yesu asifiwe. Na akaambiwa na watu wanamwambia, wewe ndiye kitu cha kupendeza. Naye Naomi anawaambia, msiniite Naomi, niiteni Mara. Kwa sababu gani? Mungu amenitia nini? Uchungu. He has done this for me. I left with a husband. I left with the 2 sons. Now I have nothing. How can I be pleasant? Siku ya leo, I'm here to remind us, don't call yourself Mara. God has already blessed you. Dukete Mara. We teoria mwathani yagwitaga. I can tell you there are 2 voices. There is the internal voice that tells you, I am weak. I am being forgotten. I am cursed. I am. All the negativity in the mind, you feed it. And then you call yourself Mara. I'm here to remind us, don't call yourself Mara, for God is in control. Stand still in Jesus' name. Where are your neighbor? Dokete Mara. Dokete Mara. Look at Naomi. Naomi anakataa jina lake. Anasahau. Kwanza ukiangalia hiyo somo letu ambazo ni la muongozo, analaumu Mungu, amenitenda mabaya. God has done. He has put pain in my heart. How can I be? And it's a good question to think about.
Rationally, you think are sometimes things that God take you through and you wonder, why me? Praise be to the name of the Lord. Allow me to share this with you on a light note for testimony purpose. Mambo ya kumtumikia Bwana kama mchungaji nilianza nikiwa class 2004. Jikarete kirathio ogwo. By that time I was doing my CPAs. Nikienda tu kwa class najiuliza nini nafanya hii class. Geja kuyulia shiulia, where did I come from? Hiyo story kaanza. Na ikanisumbua. And I thought about it about how many years? 22 years. Almost celebrating the same birthday with you, only with a gap of 3 years. Leo miaka 22. I have fought with the calling day and night, refusing. Mimi Mungu umeniita niye kagere kara. Kwaje ndona gakara ngehugura. Gana taigiura. But because I knew there is something calling me. But this is the thing. Even hata nipate kazi kampuni gani. Kuna kampuni moja nilipata kazi. Nikafanya miaka 13. Sio siku moja akaniita akaniambia Tony. Alikuwa anaenda Tony. Tuonane kwa deski yangu. Nikamfuata tukaenda tukakaa chini. Akaniambia kuna kitu inanisumbua kwa maisha yako. Akaniambia I feel you are in the wrong place. Nikamuuliza how? Have I performed badly? No. He has told me you are good at your work. But I feel this is not your place. I am paying you a salary that I cannot tell why I am paying you. So what do this? Think about it and come and tell me. Nikamwambia mkubwa, mimi naomba tu nilipie shule niende shule nikasome zaidi. Akaniuliza ukasome nini? Nikamuelezea. Akaniambia mimi siwezi kulipia kitu kama hiyo. Hata siwezi toa ona dururu digeruta. No really, ugijirora thie guthoma theology, I will pay 100%. Othie kuria Ngai agwitire, no cio ni mundu wa gathoreki, no ni araigua mwito kungira. Rimwe ande tukoragwo na wana ukahigura. Nikahepa hiyo kampuni, nikaenda Kisumu. I have been working in Kisumu for the longest. In Jaramogi University. Nikiwa hapo, Vice Chancellor ananiambia, wewe umekuja hii university. Kazi yako acha nikuambie, sio hii hesabu unafanya, lakini kazi yako ni kuniombea. Akiambia kuwa airline. Sasa huyu ni Mjaluo. Ule alikuwa Mkikuyu. Sasa imenisukuma mpaka Kisumu. Jeje kwenda mwadha. Ona mwadha ndio ina madharau. Because inanifuata kila mahali. Mpaka I decided I give up. Praise be to the name of the Lord. Lakini mwaka wa 2015 hapo ndio niko. Mimi nimefanya interview, nikaenda parokia, nikaenda president, nikapita. Kufika region, nilikuwa Central Region. Makaratasi yangu ikapotea katikati ya watu. Ado mekirete tai na mekirete koratani maratathi makiura ngemoria meha ona ithuĩ tũtioĩ hinga ici ona ithuĩ tũtioĩ ikapotea. Kuingia kwa interview naambiwa makaratasi yako haiko. By that time I think the current moderator was the DSG then. Akasema makaratasi yenu haiko. How do we know you? Nikaambiwa huwezi fanya interview. Nikaambiwa na nyumbani na nikatoka. Kuma hauja, nikauliza, yani mnaweza poteza makaratasi na tulikuwa na nyinyi jana jioni na tukaangalia tukaona kila kitu iko sawa. Hata wao wakasema hawajui. At that point, you feel you call yourself Mara. But when you remember the cause and the God who called you, he reigns. You keep going in Jesus' name. Tera you ani bomo onani no guteri. Onani no guteri kana tiko. Nikawaambia tukiwa pale Ruiru, nakawaambia shikaneni mikono tuombe tuende nyumbani. Haleluya. Na tukihoi alinena muno na tukirekereria kuri Ngai undu ucio kinyuma. Gicwangi mera nituthi hale Ruiru tukaria nyama. Ndiciragia no marire na ngire na bado safari nenda unasikia umejiita Mara. Ngai no marie matire. Na injili inaendelea. Ukaigua togeeta Mara. But I'm here to tell you, don't call yourself Mara. Because God has an agenda
for you. Praise be to the name of the Lord. Sometimes you feel pain. Family members, they cause you pain. And you call yourself Mara. Your own husband, unamwangalia unashindwa, huyo ndiye adahikirie kana inewe kana tiwe. Your own wife, huyo kai onanyeboire inaga, huyo newe kana tiwe. Mara tukachagua serikali tuokera tene. Tukenete, dynasty must go. That was the narrative. And Mama Boga, watu wa boda wanapewa tumaini. Lakini kufika katikati ndege inachuka inaenda Singapore na bado tunaelekea. And you feel pain, you feel cheated as a citizen, and you may call yourself Mara. But I'm here to tell you, don't call yourself Mara. In Jesus' mighty name. Do your neighbor. Dukeite Mara. Bwana Yesu asifiwe. Don't call yourself Mara. Sasa, unajua saa zingine unasota. Unajua msoto. Hata ujui utalipa school fees na nini watu wanatoto wanarudi shule. You don't know even how to pay your loan as a business partner. Even as your business, you don't understand your cash flows. Unashinda unatoa pesa wapi ulipe nini. You are in an organization, your boss is frustrating you. You are in a government, sometimes county government, salaries are paid after 4 months, all these kind of things. And you feel, I am Mara. Why me? Just like Naomi. Don't call yourself Mara. Stand still and know that he is God. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wetu ni wafanya biashara. You have been contracted by government, by county government, by constituencies. Umetumia pesa zenu kufanya ile kazi. Na bado wameshikilia mamilioni ya pesa. Hawalipi. Kinyorute kedo, rute basa, rute kedo. Ukaigua ruo na wera ni urutire. No ria we office akaigiro ni roho wa ngoma no muhako rute kindu twe hamwe Mara. Children alamwisha watoto wetu nyumbani wametutia machungu na jaribu kuelezea watoto twende wapi. They cannot understand what you are saying, but this is a thing. Don't call yourself Mara. May God remember us this morning in the name of Jesus. But as we think about Naomi today, why am I telling you not to call yourself Mara? It's because of this. Mambo manne muhimu zaidi tumesoma katika somo letu. Odoabere ni ante. Wakati Naomi alitoka Moab, hakutoka mkono mtupu. Daimire moko madheri. Oimire na ruthu ura washokire gutuika kirathimo yuria muturire wake. My prayer for us, including myself, in your own Moab, yo wathire re gaida kana reke ume moko matheri oro imonyitite kindu kiria gigutongoria to the next generation in Jesus mighty name. There you neighbor, my neighbor. Moab hautatoka mkono mtupu. Kiu ni githwari kiega. Kiu ni githwari ni kiranyiteka. Kiaraga kunyiteka ndaria na gikuyu ucio muriganitie nake omwire nitaulile nitaelewa. Number two, from Moab, because of the grace of God, he raised a seed. Na begu ni ya kumea, begu ni ya kueneza. Praise be to the name of the Lord. Out of Moab, God released a seed. And this seed is the seed of Ruth. Praise be to the name of the Lord. Out of Moab, a seed called Ruth was released. Bwana Yesu asifiwe. Number 3. As you think about Moab and getting out, going back to Bethlehem, Judah, to show keberaine wa Gai, as you go back, there is restoration. Restoration na Kiswahili ni urejesho. Kanategua. Inaitwa
urejesho kana na Gikuyu ni kuringithirio ria keri tiguo kana gucokererio kuringithirio ria keri gucokererio. There is restoration. How did the restoration happen in the life of Naomi? Allow me to take you back to the kitabu cha Mwanzo sura ya 13. Wakati Abrahamu aliambiwa na Mungu, ondoka kwenu Haran, uende nitakuonyesha mahala ambapo utaishi, and that is Canaan. There was the promised land. And Abraham wakati aliambiwa aondoke, waliondoka. Tulio hamwe akirwo ime no makiuma. So Abraham alichukua nephew wake wakaenda na yeye Lot. Na wakati mmoja, should be also in Genesis chapter 13, Mungu akamwambia lazima mutengane na mtu anaitwa Lot. Na Lot akajichaguliwa kule chini ambao walikuwa wanaona ni kuzuri, akajichagulia. Little did he know there was Sodom and Gomorrah. Nona akaifurahimu akiabata. Nikito inarebo tukaugatiriri Lot ero ni ifurahimu ethurere kore kwenda. Kore onagane kwega ifurahimu akiambata gatorekere mainio. Vimane tondo urimwe. Loti angethurira kiarene. Wakati sasa nataka kufikia hapo, uachane na Abraham, mweke kando. Chukua sasa laini ya Lot. Lot wakati Mungu alikuja kumaliza Sodom na Gomora, akaambia Lot, wewe lazima muondoke na familia. Akaambia bibi na watoto wasichana wawili ama binti wawili waweze kuondoka. Naye Mungu akaambia Lot, usiangalie botikarore dhudha. Nona watu mia nyuma mwede tonyi ngemono make sure ni ekurora ni ati akureka atia urathi agitwika higari yake. Hao wengine wakaondoka. Lot atiguona iletu wake wawili na wakaendelea kuishi pamoja. Iletu haya wakafanya mahesabu, wakaona hakuna mtu wa kuwaoa. Makiona jirele ya njega tungigia ciana na muthee, reke tumuhe njohi. Wakareweresha kulewesha wakamwere makimureithi wakamwere muzee akakujwa pombe akalewa. Haleluya. Na njohi ni njuru ati ona we mureu no uraciarithia Ngai arotuteithia Ngai. Njohi ni njuru tell your neighbor pombe ni mbaya. Pombe ni ba Johi by the Johi is condemned in the Bible, but drunkenness is condemned. But the way of drunkenness, you start drinking kidogo. Alafu ukiiraga Paulo ndikeire Timotheo anyoe kanini undu wada na ugetua kelimu ukanyua keingi ugatuika mundu wake Johi. And therefore the first daughter slept with the father and she gave birth. That is Genesis 19 verse 37 and 39. And she gave birth to a son, and she called the son Moab. And that Moab is the father of the Moabites. And therefore mudogo wetu Naomi wametoka Bethlehem, Judah, and they entered Moab. Moabites. Before we go to the Moabites, then the second daughter akasema sasa ni mimi, kesho ni yangu ni mimi. Na muthee no mukiguda remenya. No Johi. The Bible is full of drama. Muthee akireo ringi agiciarithia wa keri. Na kio waciarithirio wa keri agiciara kahii. Na niko the father of Ammonites. And therefore, according to the law of Moses, incest is cast. And therefore Ruth, as we have seen from the Moabites, comes from a generation of a cast generation because it is incestuous. Ni watu ambao wamelaaniwa, watu ambao hata hawangeingia kwa madhabahu, watu ambao hata hawangeongoza wengine kuomba. Nona ke Naomi
ni aingira Moabu andu ake makwira kuo aria mokite nao nako kairetu gaka kera Naomi, mimi sikuachi, watu wenu ni watu wangu, pale utapokufa nitakufa, Mungu wako ni Mungu wangu. Magishoka hamwe, kairetu gaka gagwitwo Ruthu, Naomi akiagushoka moko matheri. And Ruth came to the land of Bethlehem, Judah. And what happens in the culture of Jews? Ni kwali na mundu wetagwo Kinsman Redeemer. A Kinsman Redeemer. Huyu ni mtu ambaye ni wa familia, ambaye ndugu yako akikufa yeye ndiye atakukomboa. Tunahamwe. And therefore there was a Kinsman Redeemer. Na akaitwa akaambiwa Naomi amerudi. Ndugu yako Elimelech alikuwa na shamba, na Naomi the second one, or your younger brother or whoever next, anaenda anakomboa. Ambaye alikuwa amefuata ni Boaz. Boaz akaenda akakubali na akakomboa Naomi na familia. Noto gukombora makomborire, aoire kinya kia Ruthu na akimuhikia. Hallelujah. A girl born from incest niareho uthamakini magishoka magiciara mwana uretwo Obedi. Kahe gagiciarwo kare gathekagia Naomi, anachekesha Naomi kwa sababu Mungu amemfanya acheke tena. And therefore when Obed was born, he grew up, na ke Obedi agiciara Jesse. Hallelujah. Na ke Jesse agiciara Daudi. And the Bible says they ni wanyo baya Daudi tegathegio tawa nigo koima thuna na nikahonokia ruriri. And this is Christ. And therefore the redemption work described in the book of Ruth is a foreshadow of the redemption work in the life of Christ. Same family, lineage, Ruth came to play. This reminds us that even though she came from a nation, but the power of God is beyond our curses. The power of God is beyond what people call us. And that's why I'm encouraging us, don't call yourself Mara. Gayena hinya igoria maudu mothe. Bwana Yesu asifiwe. Your neighbor, don't Mara. We are being restored in Jesus' mighty name. Praise be to the name of the Lord. Hata zingine district mambo inakwenda. I don't know whether I've ever told you. District yoyo the ekanitha oyo ikoragwo na andu mithemba iri. Watu ni saburi mbili. Saburi ya kwanza, district ni kigo ambacho nikiheaga kinawaka moto au itura lile okoragwo. Si kuna district ya Neema hapa, na kuna district nyingine kukwe mwaki wa Neema ucinagwo nigetha andu mageka makahujirio. Now kigogono giothe nigitungagiririo. So district yoyothe niri mundu wa gutunganiriria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na niri mundu wa kuhoria. Andu acieri matikaga. Murajigua. Takegeria na githweri ndio mwelewe. Dige kwalia kimiharati kana tiguo. Sasa katika district kuna mutunganiriria na kuna muhoria kana tiguo. You are either one of them. You are either a mutunganiriria or a muhoria. Tole your neighbor muriate neighbor. Are you a muhoria or are you a mutunganiriria? Tole hamo. And I can tell you, I have served as an elder for 15 years before I joined the ministry. 15 years is a good experience to understand the dynamics of a district. Let me tell you, Ogegea district ina ahoria ingi na tonganiriria nyinyi mwaki ni kuhoroeka gate kuhoraga wakwira hau no woirwo ni Jesu agwikire hinya ta Eroda kana tiguo. Bwana Yesu asifiwe. Na ahoria ni omoragia Eroda tuthina ku wamera tuthina guku matigo makihori. The devil is a liar. Bwana Yesu asifiwe. Ukaigua tawagia na Mara
But when you go before the Lord, he is able to restore us. The power of redemption. Ruth became a seed that was used by God to demonstrate and to bring redemption in the community. In Jesus' mighty name. May the Lord remember us in Jesus' name. And finally, Naomi experienced joy out of pain. Wakati alishika Boaz, aka katoto anakashika kamezaliwa na Ruth, furaha yake ikamurudia. Akaanza kusema, mimi niitwe Mara. Now I claim my name is Naomi. I am pleasant. The Lord has made a laughter out of this. And therefore, as we continue with this journey, interacting with the different environments, community environment, work environment, family environment, church environment, we experience our bitter waters. But I want to tell you, out of that mess, may God give you joy in Jesus' mighty name. And remember, the Bible says that the joy of the Lord is my strength. In the mighty name of Jesus Christ. That pain, that confusion, out of that mess, may God give you joy. And don't call yourself Mara in Jesus' mighty name. And the people or watu ambao wanajiua, suicidal, they don't commit suicide the day they did. They start by confession. Na nino deorage, nine godi guavafa. Nake yomeria na rwimbo nindiraigua migambo aria mathire tene. Ona timwete agetuma ndanambia hindi iyo ambirie tene kwita Mara. Even us, ona ku biashara cithi ndukeite Mara. God is able to do exceedingly abundantly above that which we can think or imagine through the power that works in us. Don't call yourself Mara in the name of Jesus. Hallelujah. Kuna siku nilipanda matatu, nikapanda matatu nikiwa Limuru, kaisha matatu. Mimi kufika katikati ya safari, makaga kaniambia leta pesa. Nikamwambia hata hatujaenda sana, tujafika hata Lironi, tuendelee. Kufika karibu Kiambaa, akanitisha pesa, we muthii, leta pesa. Niye kedemwe ndaimira nyumba, kutoka kwa nyumba kufika kwa gate, nikarealize koti yangu hapa iko na uchafu. Nikishoka nyumba, nikarudisha koti na nikavaa ingine. Na nikaingia kwa matatu, nikifikiria pesa iko kwa mfuko. Sasa niko kwa matatu. Nilikuwa nimeitishwa, nikamwambia tusonge. Sasa ameniitisha, nimeweka mfuko, hakuna kitu. Hallelujah. Wakinya haule, what do you do? What do you do? Na venye mmekaa na yeye anakuangalia zile za ndo kumenyete ni uthiaga. Tigori mo. Ama mimi nikasukishwa. Nikasikia sauti inaniambia, you told me to help you or teach you to trust me. Sasa ukiwa kwa hii shida, niamini. Hideo arakwera uwe wethi, be still and know that I am God. Hau matatu ile yokire. Mimi naenda kuingia, twalina mutumia Muithiramu, yatigetie gite kimwe. And the good thing, makanga na nijua. Nikasema niko home. Hallelujah. Leo naithwa rome twithina. Ladies first. Na hidio ruga ladies first. Wewe na thina mwingi. Sasa zingine wanaume tuko na shida. Si nikaingia tu. Lakini ladies akaingia. But I want to tell you before the Lord. Mimi nikiwa ninaachwa na ile matatu, kuna jamaa mlikuwa mmekaa kiti ya nyuma. Sijui nini ilimuguza. Akarusha makoini manne. Matwendi matatu na gakumi kamwe. Ciothe ni 70 ni cigia nginyirie Nairobi. Ngicirogota bara, ngeita maithori, ngera Ngai kumbe okago.
still and know that I am. It may look 70 shillings, but that is not so. The issue is, how did it happen? Nimeshika pesa, machozi na nitiririka, nikaona matatu imesimama, yale shatu Narok line, nikaingia ilikuwa imebakisha kiti moja. Ngeuria dereva, urarehia cigana 50, ngeingira ndokire ngomete nginya Nairobi nikiwa kwa shatu. Amen. Na hende yo ndina change ya ngiri 20, ya ciringi 20, ngeingira brass plate, ngicokeria ngatho na chai na ngira Ngai arogocwo. Stand still and know that I am. Today, I may be telling you about 20 shillings, but your business is worth millions. The same God who can do it in small things, He's able to do it in great things. Don't call yourself Mara. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.